The program has started officially inaitwa The Hottest Vibrant Show with the three gang men. Mimi nafahamika kwa jina Soita jina English wiki Vastman the Storyteller. Na kwa upande mwingine it's your boy Deno on the mic again. Kama kawaida Joseph Songa the mastermind mwenyewe. Na leo nimekuletea mambo moto moto, mambo fulai, mambo kalakala. Nakwambia leo nimekuletea swala nzito ambalo pengine litatuletea migogoro hapa. Mambo moto. Swala ambalo ni la ndoa katika chuo kikuu. Tunasema kwamba je, ni sahihi mwanafunzi aliyechuoni awe afunge ndoa na mwingine na mwenzake ama aongoje kiasi muda utakapojipa? Nasema campus marriage. Kivyangu nitapinga kiplani na niunge mkono kiplani. Ndugu yangu Deno anasema vipi? Kivangu mimi naunga mkono. Mimi na support kabisa campus marriage na support. Kwa upande wangu mimi nakana sana ama ninapinga kwa sababu unasema unakataa. Ninapinga, utaki kabisa, utaki kusikia. Sababu ambayo ninaipinga ama the reason behind that ni kwamba utapata mwanafunzi ambaye amelelewa katika familia ambayo haijiwezi na wazazi wake wamejituma sana angalau apate kujiunga na chuo kikuu baada ya kufanikiwa kwa masomo ya form 4 tuseme. Na unapata kwamba wazazi wanang'ang'ana sana ili wapate kulipa karo na pia wamtumie pesa za matumizi matumizi ya kulipa nyumba, kujikiti, kununua vyakula pamoja na mafasi. Kwa hivyo inakuwa vigumu sana mwanafunzi ambaye amelelewa katika familia maskini aje atumie pesa saka alizotumiwa na mzazi kumlisha msichana ama binti wa wenyewe na kusahau kwamba huko nyumbani wanateseka wasasi. So unajaribu kusema akiwa campus pesa ya wazazi ndo anatumia. Ndio anatumia pesa ya wazazi, pesa ya wasasi. Uko na hakika anatumia, maybe huyu mtoto ako na njia zake za kupata pesa. Na huyu mtoto saizi yako campus mtu mkubwa. Unajua mtu ako campus ni mtu mkubwa. Pale ulikuwa campus, ulikuwa mtu mkubwa. Wazazi wamekuacha pale, umeenda campus to be exposed to the world. Pale uko campus, unang'ang'ana pale ma 1-2 una prepare your future. This is one of the reasons wamekuleta hapo. You associate with people. Kitu kaa hiyo. Unajua ndugu yangu ukisema yule mtoto ama yule student ametoka kwa familia hajiwezi. Unajua ukisema asitangamane na wale wengine, ajihusishe kwa ile mapenzi ya campus. Unamaanisha akiingia kwa relationship kuna kile anaweza kosa kufanya kusoma. Acha nikuelezee ndugu yangu. Nikisema kwamba anapinga ni kwa sababu mwanafunzi ama yule alienda chuoni anafaa kufahamu kwamba alikotoka wengine haijiwezi. Na wengine ambao pengine nikuuliza hivi akikuja campus na apatane na yule mwenye anatoka familia inajiweza. Like they are on the same level. Unajua unaweza sema wako level moja. Wako level moja. Unajua shule ina equalize kila kitu. Na kila mtu atakuwa same level. Unajua utajua pale huyu ametoka familia haijiwezi, huyu ametoka. Pengine huyu anaweza jifanya ametoka kwa familia inajiweza na hajiwezi, lakini apate mwingine wanaweza kusaidiana. Mwingine ametoka familia wanajiweza, anatumiwa pesa. Unajua shida ni pesa pale shule. Naam, ni pesa. Na ukikosa pesa nakwambia huwezi soma. Sasa mimi naunga. Unaunga kwa upande mwingine naunga. Na wewe aungi mkono kwa sababu ule mtoto anatoka kwa familia yake, the background ina determine kitu anapata hapa. Unajua ukisema huyu mtoto anatoka kwa humble background, ina maana kwamba kwanza umelower the esteem ya huyu mtoto. Unajua hata focus sana hapa shuleni. Hata focus akwa pale shuleni umesema kwanza pesa anatumiwa ni kidogo, haiwezi support a relationship. Unasema pale relationship is about money or what? Unajaribu kusema akiwa pale pesa anatumiwa
haiwezi tosha, haiwezi mtosha na ule mpenzi wake. Unajaribu kusema kwamba it's all about money ama? Ndio, mapenzi ni pesa. Kama unavyoelewa sasa hivi. Tumefanya utafiti wa unamaanisha kuna ile free love, hakuna. Nisikize kwanza. Mapenzi ni pesa. Kwa nyakati za sasa hakuna msichana ambaye atajitolea kwa moyo wake wote. Kuna wale yule kiani hajiwezi. Kuna wale wanapenda. Asilimia ndogo sana. Asilimia ndogo sana. Sasa unajua ukisema wasijiunge kwa nini relationship campus, umefungia wale asilimia. Sisemi asijiunge, lakini inasema kwamba mtu ajibuni, mtu ajielewe ametoka wapi. Elewe. Familia yao kihali wako aje. Ni sawa, usije ukaipe kipaumbele mapenzi. Masomo ukaifuta nyuma, ukasahau kwamba kilichokuleta ni masomo. Miaka mingi umeipoteza, masomo hujatimiza ndoto, mapenzi ndio umejiunga nayo. Lakini huenda jaribio likafanyika, utapigwa heartbreak, umepoteza masomo. Swali yangu kwako ni ukiwa campus wale hizo miaka zimepita, alikuwa campus, ulikuwa kwa relationship? Mimi nakwambia mwanangu, muda wangu wote nilikuwa natengeza masomo sana. Masomo. But I'm very sure there's something you lost. Sijapoteza. Ulipoteza. Nimetengeneza urafiki ndio, lakini kimapenzi ama mahusiano baada ya campus pale ulipata kazi, ulipata rahisi kuoa baada ya chuo kikuu. Unaweza pata kuna muda pale umepoteza ku learn things, ulikuwa na lose pale nyuma. Kuna kitu uli lose. Unafaa kuongea na watu, kuongea na msichana, unaona? Pale una learn. Campus sasa ni unajua wewe si mtoto mdogo. Pale you have an ID, you are exposed. Mali unaweza sema tunaweza funga mambo ya ndoa ni high school. Lakini campus you are free. Ni wewe ujue tu vile unaweza balance mambo yako. Si ati pale background ina determine what. I totally disagree with that. Lakini unajua kuna haya mambo mawili. Moja ni masomo. Pale chuoni, pili ni mapenzi. Na ni vitu viwili ambavyo ni sawa na mafuta na maji. Hayashikani kwa pamoja. Yanaweza shikana. Hayashikani. Sababu hayashikani, ngoja nikuelezee. Hayashikani kwa sababu muda wa mapenzi na muda wa masomo unafaa kuwa 50% kwa 50. Na huenda mtu akakosa kupata hiyo 50% kwa 50. Unaona? Pengine inaweza kuwa mtu ameipa mapenzi 60% kwa 40. Mara mpenzi wako amekupigia simu siku hizi, utaki kuja kwangu, utaki kunitembelea. Tumesema ni ndoa. Unaishi pale pamoja. Unaishi pamoja. Ndio najadili. Mnakaa chini mnaongea. Babe, leo tufanye vipi? Leo anakuaje? Mko pale si eti uko wapi leo? Hadi nyinyi mnajua kile imewapeleka chuo kikuu. Na unajaribu kusema eti ule sijui masomo na mapenzi haiwezi endana. Pengine mimi naweza sema huyo ni tu mwenye ajielewi. Mimi najielewi, mwenye anajielewa. Mbona unakataa? Wewe ni mtu mzima sasa bado unajua kufikiria. Utafiti wangu unanionyesha hivi kwamba haya mambo mawili hayaendani kabisa. Kwa sababu utapata wasichana wengi walikuwa na malengo ya masomo. Kidogo kidogo wakapatana na vijana ambao unajua wanawafutia sana, mara wanawadanganya, nakupenda sana. Kudanganya? Nisikiza, nakupenda sana. Kidogo kidogo anapigwa ile heartbreak. Yaani huyu leo amempata mwingine. Tena kidogo unaona vijana hawana ule msimamo thabiti kwenye mapenzi ya chuo kikuu. Hatuwezi sema wote. Ndio, asilimia kubwa. Au sasa tunaweka kwa asilimia kubwa sana. Hiyo ni kategoria nyingine Kwa vijana na msichana. Unamaanisha ukishamaliza kusoma pale campus, utoke nje, amwezi achana na bibi yako? Kama umesema heartbreak. Ndio zinavunjika hapa nje. Hata kwa wale wazee. Hadi wazee wanaachana. Sasa unajaribu kusema hapa campus ndio watu sasa wanaachana sana. Na unasema you are talking about research umefanya. Unafaa ongee out of experience. Ni kitu umepitia ukiwa campus, unaangalia hii ilikuwa hivi, si eti research umefanya. Ndio hii ikatokea hivi. Nasema msisi wangu pale chuoni. Ndio nilikamia sana kusoma, nikachukua muda wangu kuweka kwa masomo. Lakini mwanzo hapo
nilijihusisha kwa mapenzi kidogo kidogo tu, sijakamia sana. Kampata mtoto wa kike, amenifutia sana, mrembo zaidi. Unapata amenifutia sana. Hiyo ni ukiwa first year? Nikiwa mwaka wangu kwanza. Na kuingia na ile joto ya kutoka high school, tunaenda kupata kubwa tena nataka mpenzi kidogo hivi heartbreak hiyo. Jamaa kabla kuachana na mapenzi. Ndio maana sasa hapo una reject. Una reject. Na ninajaribu kuelimisha visasi vingine ili wasije wakapotea. Mtu akapoteza vyote viwili. Kuna wale waliingia first year hivi wakapata wapenzi wako nao mpaka saa hii. Maybe choice yako. Ulitoka na ile dunia high school. Umekuja campus unataka umeingia, yani akili yako yote umeingia kutokana na vitu ambazo ulikuwa unasikia eti campus lovable sijui nini au kaa chini ujiangalie kwanza uone na hapa naingia nataka kufanya hizi wewe uliingia tu na mapenzi hivyo, ndio maana ukapigwa heartbreak hapo. Sasa unakuja hapa sasa mbona hii heartbreak ya kwanza ilikuwa affect? Mimi naona ili affect maisha yako yote. Ili affect. Nini? Niambie. Nilichukua muda tumekaa na wewe kidosho ama wewe msichana. Muda gani? Tumekaa muda mwaka mmoja hivi. Mwaka mmoja? That means the whole year. First year yote. Tumekaa tumejuana, alafu tumekuwa tukisubiana ama tumekuwa tukihusiana hapa na pale. Hii yako nikikuuliza. Were you staying together ama ilikuwa ni kila mtu ako kwake? Ilikuwa long distance. Naona ilikuwa kila mtu alikuwa kivyake. Hiyo huwezi sema bwana. Ni amwishi pamoja. Kila mtu alikuwa pale kwa nyumba yake ama ile nyumba ambayo ameikodisha. Pia mimi nilikuwa kwangu. Unapata kwamba huyu binti namtembelea tuseme wiki, namtembelea siku 3 kwa wiki. Siku 3 kwa wiki. Siku 3 kwa wiki anakutembelea ama siku 3 kwa wiki. Kwa sababu mimi nilikuwa na masuala mbalimbali ya masomo yananikaba hapa na pale. Na mara alikuwa ananitembelea mara kwa mara. Na alikuwa anasoma? Anasoma ndio. Alafu kuna kiwango sasa imefika kwamba tunaelekea kumaliza semester ama muhula, vitu zikatokea, mambo yakatokea, nakwambia kulichemka. Hizo ni mambo ziko. So unajaribu kusema ukiwa pale kwa relationship everything must be advantageous. Bwana, everything unafanya kuna advantage na disadvantage. Wewe umepata disadvantage ukaacha, meaning you cannot progress. Hakuna place unaweza enda. Nitaenda ndio. Unafanya hii kitu advantage disadvantage kidogo umeachana nayo. Nitaenda ndio. Umeanza kupose. Nitaenda ndio, lakini unafaa kujipa another try. Unajaribu tena ukipata. Unajua mmoja alikuharibu kabisa. Unasema akili yako umesema mambo ya campus marriage imeenda kabisa. Lakini kuna wale umefungia, unajua ukiwaambia mambo ya campus marriage na kuna wale wako kwa ndoa saa hii wanakusikiza. Imesucceed. Na wanasema unatuambia nini na imesucceed. Sikatai kwamba ndoa inastahili kufungwa pale kwa chuo kikuu. Lakini jiangalie kwanza yule mtu ambaye mmepatana naye. Mnahusiana aje ama ule usuba wenu, yani uhusiano wenu ni ule uhusiano ambao ni wa dhati, umeshikamana. Si uhusiano tu ambao mmeanza kupatana mara ya kwanza, mnakaa wiki kadhaa mkaanza kufurugana. Mwingine ameenda kwa mwingine, wewe umesalia upweke hivyo. Unaona? Yaani mnahakikisha kwamba mmejuana. Mimi niko na hii hali. Anajua pia hali ya kifamilia iko aje. Na kama nikupenda asiangalie uwezo wa kifedha. Uwezo wa kifedha. Ndio, angalie uwezo wa kifedha, lakini asiweke akili yake huko aseme kwamba anafaa kuwa na pesa nyingi ili aweze kukidhi mahitaji yangu. And if I make you my business, I suffer no loss, 'cause I'm in love and it's showing. No force can separate, baby, no law, keep me away. I take you on tour, pretty baby, I give you something to live for, my girl. Extra pressure, baby, when you wine and pause. You killing the boy, of course. Unasikiliza? You killing the boy, of course. You killing the boy, of course. You killing the boy.
unasikiliza the hottest vibrant show ndani ya Elite Media. Nakwambia mambo moto. Awamu ya pili, mambo ni moto hapa. Awamu ya pili. Mtu ambaye ameanza kupanuka roho. Tuko hapa ndugu yangu, najaribu kusema campus relation is a no go zone. Unapanuka roho, unakubali mambo ya campus. Naona unakubali. Kwa asilimia 60 kwa 40 anaweka 40. 40. Nakwambia wewe ulipoteza. Wewe ulipotea bana. Nimejifunza mambo mengi. Ulipotea. Mambo mengi ya kwanza kabisa, ukifika chuoni unahitaji kuhakikisha kwamba kimasomo angalau unafikia yale malengo ambayo ulijiambia unataka kufanya hiki, unataka kufanya kile, unataka kutimiza hili na lile. Ukiona mapenzi yamenoga na masomo yanaendelea vyema, basi hapo nasema kwamba mapenzi yashiki. You are good to go. Acha nikwambie ndugu yangu. Nasikiza. Unajua nikiwa pale campus naweza kumbuka bana, hii life ilikuwa tamu. Uko na mrembo. Mchumba wako pale. Mimi naweza muita mchumba juu ni marriage sasa. Mko pale, mko pamoja. Mko pamoja. Mmetoka classes jioni. Unajua mna pesa ile ya kutosha? Mko na ile pesa kidogo. Mko na tempo. Tempo mtaweza familia. Hii tempo hata mnaweza changa. Mtu ako na 5. Nasema yani hata hii tempo sio mtu mmoja. Unashikana mikono bali kwenda sokoni. Yaani ni kama mnaenda fungaje jamii. Unajua sukuma ni ya tempo. Lakini nyanya kitunguu wala mafuta iko kwa nyumba. Hiyo tu imetosha. Sukuma iko na raha. Lakini wewe unajua ukiwa peke yako bana. Ukiwa peke yako uko na tempo ya hata kukula sukuma si jambo. Hebu jaribu sukuma mkiwa wawili. Sukuma inaingia. Ina slap sana. Unaweza dhani ni nyama, lakini nasema kuwa peke yako. Campus marriage I think ni vile mtu anaichukua. Wewe ni mtu mzima. Mtazamo. Hata ukiwa ndani ya ndoa campus. Ni wewe mkae chini. Muone vile mtafanya. Kuna masomo. Unajua mnaweza saidiana hata kibiashara. Unaweza fungua biashara pale jioni mkitoka class. Huyu anaenda class, huyu anaweza enda class kama kuna class, huyu anafanya kazi. Ule akiwa na class mna rotate. Lakini unajua ukiwa peke yako huwezi balance. Fungue biashara. Huwezi balance. So unaona huwezi balance. Unaweza achia mtu mwingine pale atakuibia. Biashara kidogo hapo unasema itakuwa vigumu sana. Kwa sababu msomo unajaribu haiendani na lazima ubalance. Ndugu yangu, awamu ni ya pili. Awamu ni ya pili, moto inashika zaidi. The hottest vibrant show. And the only hottest vibrant show. Wananiita Joseph Songa. Na mimi kwa upande mwingine nafahamika Zoita jina Glisho Kivasman the storyteller. Ndani ya Deno hapa. Anakuambia hili swala la mapenzi ama ndoa kwenye chuo kikuu. Ni jambo ambalo mimi sikupendelea kabisa. Mtazamo wangu ulikuwa tofauti. Wengine walikuwa na matamanio zaidi. Mimi nikiwaona nilikuwa nashangaa, jamani, wewe unajihusisha na mapenzi na bado masomo ujiwezi pia. I better huko enjoy maisha yako. Nilifurahia kwa sababu nilikuwa na pesa za kutumia angalau kwenda pale vacations mwenyewe. Vacation peke yako. Naenda kujifurahisha mwenyewe. Kwenda swimming pool mwenyewe. Mimi ndo wale wa raha jipe mwenyewe. Mbona ujiletee stress na vitu vingine ambazo ni ndogo ndogo. Kambia. Ukimalizia ndugu yangu semaje? Sidi kutufuatilia pale kwenye all social media handles. Pale TikTok @elitemedia, pale FB @elitemedia, pale Instagram @elitemedia, na pale pia YouTube @elitemedia. Na wasata mambo moto. Mambo ni moto. Keep following. Yeah.